nange. Tuondoke. Pole na safari. Asante sana. Mara nyingi nimekuwa nikipambana ili kijiji chetu kipate walimu wenye weledi na wenye kuipenda kazi yao. Karibu Nange. Asante sana. Naitwa Mzee Kibega. Naitwa hata usijali. Nakufahamu. Unaitwa Kilaka Maximilian Yusufu. Inaonekana hauna muda mrefu tangu umetoka field. Na hii ni mara yako ya kwanza umeajiriwa kwenye kazi yako ya ualimu. Ni kweli kabisa. Duniani ili ufanikiwe ya kupasa kwanza upende unachokifanya. Kwa hivyo ya kupasa uwe jasiri. Aha. Mzee Kibega, shikamoo. Marhaba. Mzee Kibega, shikamoo. Marhaba. Mzee, mbona sielewi? Mara kwanza umesalimiwa na mtu, sijamuona. Mara pili hii sijaona pia. Kwani vipi? Aha. Wewe ni kipofu. Hauwezi kuona mpaka uonyeshwe. Karibu Nange.
chemichemi umefuata nini tena huko? Ndio maana hali yao imebadilika. Alafu cha kushangaza, maji yanatoka kila wakati, lakini bado nataka maji mengine. Sasa ungekuwa unataka ndoo kunywa chemichemi yako ya maji sio kauka. Hii ndio nyumba utakao ukiishi huku ukiendelea na majukumu yako yote. Karibu Nange. Mzee, ina maana hakuna nyumba nyingine tofauti na hii? Hakuna nyumba nyingine. Wewe mtoto wa kiume, kaza. Alafu wewe, si ushazuliwa kuja katika haya maeneo? Au unataka tutelana na sisi? Jamani, inatosha. Naomba mnisamee. Kweli ana raana huyu. Itatafuna mpaka kizazi chake. Alafu haiwezekani wenzake wote tumekeketwa na tuko salama. Kasoro yeye tu kijiji kizima ndo asiwe salama. Kweli yule ana raana. Wanze! Naona bado uko kutetea wageni katika hichi kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikipambana ili kijiji chetu kitoke katika mila potofu. Lakini wewe kama kiongozi wa mila umekuwa ukipotosha kila wakati. Dunia imebadilika. Tutoke tulipokuwa sisi. Hizi ni nyakati za vizazi vingine. Hivi umesahau kama sisi nasi tutakufa? Pole sana mdogo wangu. Wakulaumiwa ni wazazi wetu. Lakini hata wao sio makosa yao. Kwa sababu ni mila na desturi za kijiji chetu. Dada, nitapona lini? Maana hiyo linanitesa sana. Ndogo wangu, kijiji chote kimetutenga. Hilo halijalishi. Nikiwa bado nipo hai, sitaruhusu mgeni yeyote kuingia katika hichi kijiji bila matakwa yangu. Aha. Aha. Na kila nikijaribu leo nipatie ushirikiano, nashindwa. Kwa maana kila mmoja anaamini sisi ni wenye laana. Lakini usijali. Mungu ameunga atakusaidia. Utapona.
nafikiri huu ni wakati sahihi sasa. Tunaweza kuondoka. Mama, mbona fulani? Mwanangu, jiandae muda wote kuanzia sasa hivi. Unaenda kukeketwa na mimi nipate heshima hapa kijijini. Mama, lakini jambo hilo lina madhara kwa baadaye. Mimi naogopa. Mwangalie keti kilichomkuta. Kijiji kizima kimemtenga kwa madhara ya kukeketwa. Kelele wewe. Unajifananisha na ile familia yenye laana. Wanalana wale. Ndio maana alivyokeketwa, madhara kamkuta. Shule yenyewe ndio ile pale. Unaweza kwenda. Mzee, mbona masiara? Mbona shule msioni? Nasema hivi, iwe isiwe, lazima ukeketwe. Niangalie mamako. Mbona nimekeketwa na mpaka nimekuzaa wewe? Sijapata madhara yote. Mimi na wewe, nani wa kwanza kuliona jua? Jitie wenda wazimu wako, alafu uone baladhuli mkubwa wewe. Shule ndio ile pale. Na kuanzia sasa unaweza ukaona watu wote na mambo mengine. Karibu Nange. Ardhi Mtaji Investment Limited, wataalamu wa kupima na kuuza viwanja, wanawatangazia Watanzania wote kwamba wanatoa ushauri kuhusu ardhi bure. Hizi ni huduma wanazozitoa: wanauza viwanja pamoja na mashamba, wanapima viwanja na mashamba, wanasaidia kupata hati miliki ya viwanja, wanachora ramani za aina zote, wanathaminisha ardhi na nyumba, yani valuation. Sambamba na hayo, wanauza na kukodisha vifaa vya upimaji. Wanapatikana Nyansaka, Mwanza kwa anwani 11012 Mwanza, na kwa mawasiliano wapigie simu nambari 0658162435 au 0620562435 au 0621878793. Kwenye barua pepe yani email wanatumia ardhimtaji@gmail.com, na kwenye Instagram wanatumia ardhi_mtaji. Ardhi Mtaji Investment Limited ni kwa ajili yako.